Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimefurahi kwamba tumekuja kwenye sherehe ya wadogo zetu wa Ematha. Ni mara ya pili ninakuja, lakini kwenye tukio la kwanza hamkuwa wengi hivi. Kwa hiyo nimpongeze mwenyekiti na viongozi waliopita kina Soipano kwa sababu mmefanya kazi kubwa ya kuwaleta wenzenu pamoja. Mjipigie makofi. Nakumbuka wakati tunaanzisha Emasa, sisi ndio waanzilishi. Tumeanzisha mwaka 2007. Tukiwa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati huo. Nafikiri ni miaka 18 iliyopita. Na akina Mandela. Lakini tulikuwa nafikiri chuo kikuu cha Dar es Salaam, Duse pamoja na St. John na vyuo vingine huko Dar es Salaam wakati huo, Wamasai tulikuwa tufiki 20. Lakini sasa hivi kwa namba mlionayo ni tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba jamii yetu sasa nao wanaenda shule. Tujipongeze. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ndugu zetu kwa sababu tumekusanyika kwa sababu kuna wale wanaoenda. Sasa kuna wenzetu ambao wanaenda kuhitimu au tunasema wanapumzika ili waendelee na shule. Ndugu zangu, tunapoenda huko mitaani kwa sasa hivi, kwa dunia nzima, sio kwa Tanzania tu, kuna tatizo la ajira. Tusikubali kwenda kukaa tu. Na tusikubali kuwa watu wa kwenda kuzunguka au kuzurura. Unapofika nyumbani, sisi ni wafugaji. Twende tukafuge, tumie elimu ulionayo, ukafuge hata kisasa kwa namna ambayo mzazi wako hafugi. Hiyo itawasaidia. Tuna watoto sasa hivi au wanafunzi wanaohitimu hapa, wazazi wao wana ng'ombe wengi. Kwa sisi wafugaji, na tunajua historia ya wafugaji, sisi kwa miaka mingi sana, kwa wale ambao wamekuwa au wamelelewa katika mazingira ya ufugaji kabisa, na wazazi wao walikuwa na mifugo na hawajafanyia maendeleo, hawajawapeleka watoto shule, kilichobaki ni nini? Oyere kulolo Maasai kama ngangiti apa sapuki naata nkishu nitu eyai nkera shule nitu eshetieki nkajiji, kanyo tanakata kidalta tenana kishu apa naata Maasai. Entolikioki taduo itu esheti enkaji, itu eyai nkera shule, kanyo eetai? Moosina amu entoki na midol toosina. Pookin entoki naatai ekeji enapoitoi enda wanapa kishu enkang'ole munga. Nijo shejo Irmaasai, enapoitoi wanapa kishu kumok. Manake ni alama tu ewei apa neimita nana kishu. Nijo etu toormaasai pookin. Ore kibulu yiok, wangapi wanatoka Ngorongoro hapa? Fanya hivi mkono. Naamini mpo wengi. Nafikiri Ole Moita unaweza ukajua au Uiletia. Ukienda kule Oldarpoi, eetai oshi olturoro oji oloolosho lenkama le Shangai. Olturoro taa. Yani manake olturoro inakata peini losho na inewei irragie losho. Kake metii lolosho, nemeeta entoki natung'aitie. Enilo ilo turoro ore peesha toka miaka hizo, nafikiri ni miaka 100 iliyopita. Kake eetai ilo turoro loo nkishu enkama le Shangai, manake nkishu apa enkang' Enkakuyiai. Teneisho ore taata pee ing'uari loho, neturr enkop ometaa olturoro laa kejing' enkare. Sasa ni lazima sisi kama wasomi tukabadilishe hiyo mentality ya wazazi wetu.
tuwashauri wazazi wetu watumie mifugo walionayo, kwanza wafuge kisasa, lakini watumie mifugo walionayo kutupeleka shule, kukata bima za afya, pamoja pia na kujenga nyumba za kisasa, nyumba za wageni, kujenga pia nyumba za kudumu ambazo zitawasaidia katika maisha yao. Lakini niwaombe wanafunzi mlioko hapa, mliohitimu na mnaobaki, nakumbuka nilipokuja mara ya kwanza niliwaambia siku hizi dunia imebadilika. Inawezekana ulichosoma sasa hivi is not marketable anymore. Haina soko kwa maana. Unaweza ukaamua sasa baada ya kumaliza ulichomaliza, nenda kwenye taaluma nyingine kwa sababu umepata tiketi. Dunia sasa hivi imeenda kwenye teknolojia, imeenda kwenye science. Na tutumie elimu tuliyopata sisi tukawashauri wadogo zetu walioko shule za msingi, waliopo sekondari na wale ambao wako A level, kuwaonyesha ni nini cha kusoma. Miaka hizo wakati sisi tunasoma hatukuwa na walimu kama Mandela ambao wanaweza wakatushauri nini cha kusoma. Kwa hiyo niwaombe sana mliohitimu, nendeni mitaani mkawe mwanga kwa jamii, kwa sababu siku hizi unasikia wazazi wanasema hivi, megure nenda nigeko losho mo shule ilidwobo kanyo shida rabedo ni Masai, kwamba ni bora hata wale ambao hawajaenda shule moja kwa moja kuliko hawa walioenda shule. Ni kwa sababu ya tabia mnazopeleka kutoka kwenye modern world, mnapeleka kwenye mazingira ya wazazi wetu ambao hawajui haya maisha. Ni lazima tuhakikishe kwamba sisi tunatoka kwenye mazingira ya wafugaji. Ni namna gani tunaweza kublend maisha ya elimu tuliyopata na maisha ya wazazi wetu, ili tusije tukaenda tukawadharau mila zetu za Kimasai, desturi zetu, tabu zetu. Ni lazima tuziishi ili tuende kuwa mwanga ndani ya jamii badala ya kwenda kuwa giza. Mheshimiwa mwenyekiti wa Emasa, tukupongeze sana na timu yako. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi sina mengi leo kwa wadogo zangu, lakini kwa nyewe mnaobaki, someni. Ni aibu umetoka nyumbani unakuja kusoma degree au certificate au diploma, lakini unaishia kwenda nyumbani hauna. Aga nyumbani kwamba unakuja kusoma na usome na umalize. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, mjitahidi msome kwa uhakika. Sasa hivi ajira, nafikiri mnaona ajira inatangazwa 4,000, wanaomba watu 100,000. Wanaopata ina base kwenye competence, kwenye umaridadi wako, ni namna unavyojua ulivyobobea ulichokisoma. Na bahati mbaya sasa hivi serikali imeanzisha kwamba umemaliza degree, wewe ni mwalimu, lakini unaenda kufanya mtihani tena ya ualimu. Unafanya written, unafanya na oral. Na weakness kubwa, ninajua weakness kubwa inakuja kwenye kuzungumza. Wengi inawezekana wanaweza wakakariri, lakini wakati wa kudeliver kuzungumza inawezekana wengi hawajui. Sasa ili uweze kumaster zote, written na oral, ni lazima ujisomee na you have to master kila ambacho unafundishwa. Na haitoshi tu mwalimu kukufundisha ukaenda kukaa ukasema kwamba nitamaster, nitakuwa competent, nitaweza kushindana kwenye soko la ajira. Hapana.